Bana, kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, moja kati ya mechi ambayo ni kubwa kweli kweli, mechi ambayo inasubiriwa kwa mkubwa sana. Hii ni mechi nyingine haswa. Hii ni mechi ambayo itapigwa pale kwenye dimba la New Amani Zanzibari, Machi 1 mwaka 2026. Yako mengi ambayo yanasubiriwa kwa mkubwa sana kuelekea kwenye huu mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, mnyama mkali, dhidi ya wananchi Young Africans. Kwa nini hii mechi inasubiriwa kwa mkubwa sana? Ni kutokana na namna ambavyo walisia, namna ambavyo ulivyo pia kwa siku za karibuni. Lakini Young Africans wamesajili vizuri, waboresha pia timu yao kwenye dirisha dogo, lakini pia Simba Sports Club nao pia sio kinyonge, japokuwa wamepitia wakati mgumu kwenye mechi takribani 6 za dabi ya Kariakoo, zote 6 mfululizo wakichezea kichapo dhidi ya wananchi Young Africans. Sasa namna ambavyo Simba walivyo kwa hivi sasa, kuna baadhi ya mashabiki wanaamini kwamba timu yao tayari imejipata kuelekea kwenye dabi hii. Unyonge sasa itakuwa basi. Hapa tunamzungumzia Libase Gueye, bwana mdogo, unamwita Sadio Mane mdogo kutoka Senegal, ambaye kuna kitu kikubwa sana amekiongeza pale mitaa ya Msimbazi. Mashabiki wengi wanaamini kwake hiyo siku kwamba atafanya jambo kubwa pale kwenye lile dimba la New Amani Zanzibari. Lakini pia usajili wa Anicet Yaoura, raia wa Ivory Coast, mwamba kabisa, moja kati ya mchezaji ambaye ana uwezo wa kumiliki mpira vizuri, ana uwezo pia wa kupiga mashuti ya mbali, ana uwezo pia wa kupiga V-pass kwenye eneo la box, ana uwezo pia wa kufunga, ana uwezo wa kutengeneza assist, anapiga zile pasi nzuri za kuvunja mistari. Moja kati ya kiungo mshambuliaji bora na winga wa pembeni ambaye amesajiliwa pia kwenye dirisha dogo hapa mitaa ya Msimbazi. Uwezo wake mkubwa, mashabiki wa timu wanaamini kwamba kuna kitu kikubwa amekwenda kukiongeza kwenye timu, kwa maana kwamba usajili wa Libase Gueye, namna ambavyo anapiga zile nje ya box, nje ya 18, wanaamini kwamba mchezaji mzuri na hatari ni yule anayepiga nje ya 18, si ambaye anaingia ndani ya box. Sasa hizi kazi anazifanya Libase Gueye. Sasa wanasimba wanaamini kwamba anaweza kwenda kuwapa furaha, pamoja na Anicet Yaoura ambao wamesajiliwa kwenye ili dirisha dogo la usajili. Lakini pia kuna kiungo fundi, mzee wa kupiga zile pasi za kuvunja mistari. Huyu si mwingine ambaye wengi wanaamini kwamba ni usajili bora, ambaye pia umesajiliwa kwenye kikosi hichi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Ino Loemba, moja kati ya kiungo fundi kweli kweli. Wanaamini kwamba siku ya tarehe 1 mwezi wa 3 ana uwezo pia kupeleka maafa pale mitaa ya Jangwani. Kwa upande wa wananchi Young Africans, wao wanajiamini kutokana na timu yao, namna ambavyo imekuwa bora kwa miaka ya karibuni. Lakini pia ongezeko la mchezaji kama Depu, mkali wa nyavu, adui wa makipa, moja kati ya mchezaji ambaye amekuwa bora kweli kweli, amekuwa akiwapa mateso makali magoli kipa kutokana na namna ambavyo amekuwa na consistency ya kufunga mabao. Lakini pia amekuwa akitoa mateso makali kwa upande wa mabeki wakati. Sasa je, kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo itakuwaje? Wananchi Young Africans wana matumaini naye makubwa haswa. Lakini pia Alan Okello, moja kati ya fundi ambaye alishashine sana kwenye timu ya taifa ya Uganda The Crane, lakini pia kwenye kikosi kile cha Vipers ya pale nchini Uganda. Sasa wananchi Young Africans wakamshusha hapa kwenye ardhi ya Tanzania kwenye dabi ya Kariakoo, naye pia anasubiriwa kwa hamu kubwa kwenda kupeleka kilio pale kwa golikipa wa Simba bwana Kasali, ambaye naye ni moja kati ya golikipa mzuri ambaye anaonekana anafanya saving vizuri. Je,
zile za kupigwa za nje ya 18, Kasali atafanikiwa kuweza kuondoa hizi za Alan Okello? Lakini pia je, zile za Djigui Diarra saving zake atafanikiwa kuweza kuondoa yale mashuti ya nje ya 18 ya Libase Gueye? Bana, hii ni dabi moja fulani hivi ambayo kila mtu anasubiri kwa mkubwa kuweza kuona itakuwaje, nani ambaye anakwenda kupata matokeo sahihi. Lakini kwa upande wa wananchi Young Africans, baada ya kupata taarifa kwamba Kibu Mkandaji ameondoka pale mitaa ya Msimbazi na tayari ametambulishwa kwenye kikosi cha Al Nassr ya Libya, bana, wao kwamba ni kama furaha kwao, wamehema na kupata furaha kutokana na namna ambavyo Kibu Mkandaji amekuwa akiwapa mateso makali kweli kweli, namna ambavyo amekuwa mkandaji haswa anapokuwa anakutana na wananchi Young Africans, lakini amekuwa na mechi bora akikutana na wananchi Young Africans. Sasa ni moja kati ya mchezaji ambaye kwa upande wa wananchi Young Africans kuondoka kwa Kibu Denis wanaona kwamba kuelekea kwenye hii dabi pana ahueni. Sasa watasubiri kuweza kuona hii kasi nyingine ya huyu bwana mdogo Libase Gueye, labda naye anaweza akawa na hatari kama Kibu Denis ama la. Ni jambo ambalo la kusubiri pia kuweza kuona. Lakini pia Simba wana wakati mgumu sana. Pedro Pacome bado yupo mwamba kabisa, moja kati ya mchezaji ambaye amekuwa ni hatari sana kwenye namna ya kuamua mechi kubwa, mechi ngumu. Na kumbuka kwenye mechi ya mwisho aliwaweka, kelele ikawa nyingi kweli kweli, ametenda madhambi kwenye eneo la box, mambo yakawa ni mengi, wengine wakazungumza ni offside, lakini faulu ambayo alikuwa ameicheza kwenye eneo la box ndio kelele zikaendelea kubaki, lakini ndio tayari alikuwa ameshaweka, ambayo ilikuwa ni kwenye ufunguzi wa ngao ya jamii katika msimu wa mwaka 2025-26. Sasa wengi wanajiuliza kwenye dabi ya Kariakoo, Pedro Pacome ataendelea kuwaliza wekundu wa Msimbazi Simba ama itakuwa vipi? Moja kati ya mechi ambayo inajaribu kutazama pia kwenye eneo la kiungo, itakuwaje, namna ambavyo Simba ameboresha kwenye eneo la viungo, lakini pia namna ambavyo Young Africans baada ya kumleta pale Damaro, Mohamed Damaro kwenye eneo la kiungo ambapo amekuwa na kiwango ambacho ni bora. Je, inakwenda kuwa ni kiungo cha namna gani hapa kwenye eneo la katikati? Moja kati ya dabi ambayo inasubiriwa kwa udi na uvumba. Bana, mimi ni Eric Keman, kikubwa ni kuhakikisha kwamba una subscribe channel yetu, endelea kubaki nasi.